Shalom, kwa majina yangu naitwa Apostle Devota Gwau. Karibu kwenye kipindi chetu cha This My Story. Ni kipindi kizuri sana, kwa kusudi kabisa tunakuletea kipindi hiki cha This My Story kusikia vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye maisha ya watu. Na Mungu akanipa mzigo kwamba nianzishe kipindi hiki cha This My Story kwa sababu watu wengi wanakuwa wanakutana na muujiza, wanafunguliwa, lakini hawasemi kwa ukubwa wake, hawaelezi historia yao, walitoka wapi wakafika wapi kusaidia wengine. Kwa sababu hata mimi nafikiri kuna vitu vingi nimejifunza sana ninaposikiliza ushuhuda wa mtu mwingine. Kwa hiyo nimekuletea kipindi cha This My Story na Apostle Devota kwa ajili ya kukujenga wewe, kukutia moyo, kukusimamisha na ujue kwamba Yesu bado anatenda miujiza. Yesu bado anaponya, Yesu bado anaweza kuwafungua watu. Watu wanaweza kuwekwa huru kabisa na wakaishi maisha ya uhuru. Asikudanganye mtu kwamba miujiza ilifanyika zamani, hata sasa Yesu bado anatenda muujiza. Na hapa leo tunayo mtu mmoja, binti yangu, ambaye kwa yeye mwenyewe atajitambulisha na kutuambia kwamba amekutana na nini, Yesu amefanya nini, alikuwa na shida gani, na hiyo shida ilikuwa na muda gani, na Kristo Yesu amemtendea kitu gani. Na huu ushuhuda ninaamini kabisa utakujenga na kukutia moyo na kukufanya wewe uliyekata tamaa kurudi nyuma na kuamini kwamba Mungu hawezi. Utajua bado Mungu anaweza. Yamkini majira ya Bwana alikuwa bado, na yamkini hujakutana tu na mtu ambaye ana password yako ya ukombozi, kwa sababu hata password hata ukombozi una password. Mtu akiwa hana password yako kutoka kwa Mungu mwenyewe, unaweza kukutana na mtu ana mafuta lakini usipate ukombozi. Kukutana na mtu ambaye Mungu amempa password ama kodi ya kukufungua, basi unafunguka. Nataka nikwambie katika ulimwengu wa roho kuna kodi. Roho Mtakatifu anakupa kodi jinsi gani ya kulipiga ile tatizo likaondoka. Kwa hiyo hapa ninaye binti yangu ambaye Mungu amemtendea katika hili huduma yetu Arena of Liberty. Hapa tulipo ni kanisa la Arena of Liberty ambalo liko Sinza Kamanyola. Kwa hiyo karibu sana binti yangu, ujitambulishe majina yako, umetokea wapi na ulikuwa na shida gani, na hiyo shida Mungu amefanya nini, na hiyo shida ilikaa kwa muda gani. Basi karibu sana. Amen. Asante mama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Neema Ibrahim. Ni mwana madhabahu kwa sasa hivi. Namshukuru Mungu amenitendea kitu kikubwa sana ambacho nilihangaika muda mrefu sana kwa miaka mingi kwenye maisha yangu bila mafanikio yoyote. Lakini namshukuru Mungu kupitia madhabahu ya Arena of Liberty Mungu ameniokoa. Labda nikuulize. Ndio mama. Ulikuwa una shida gani, na hilo tatizo umesema la muda mrefu lilikuwa ni tatizo gani, na limekaa muda mrefu wa miaka mingapi, miezi mingapi, wiki ngapi? Karibu. Amen. Nilikuwa na tatizo la kutokwa na damu kwa muda wa miaka 13. Muda wa miaka 13? Ndio mama. Na wewe sasa hivi na muda gani, na umri gani? Miaka 26. Kwa hiyo ulianza kutokwa na damu once tulivyovunja ungo au ilikuwaje? Ilikuwa kila mwezi kama nikiingia kwenye siku zangu ninapitiliza, yani na bleed miezi 3, 4. Nikienda miezi mingine inatoka kidogo, lakini nikiingia tena mwezi mwingine lazima nitapitiliza, nitableed miezi 3, 4, 5. Inatoka tu? Ndio mama. Kwa hiyo ikawa ni tatizo la kudumu kabisa. Kwa hiyo ilianza tu ulivyovunja ungo? Ya, nikiwa na umri wa miaka 13 period yangu imekuwa ni tatizo kubwa sana kwenye maisha yangu. Na ulivyoenda hospitali walisemaje? Ukienda hospitali, nimefanya vipimo vyote vikubwa na vidogo, hawaoni tatizo lolote. Wanakuambia tu uko sawa, labda ni hormone, ukipima hormone ziko sawa. Tatizo ni lile lile miaka yote mpaka Mungu alivyonifungua. Kwa hiyo katika hilo tatizo lako la kutoka damu miaka 13, kuna changamoto gani hasa
ulizipitia? Maana miaka 13 mtoto wangu sio midogo kwa mwanamke yoyote atakaye kuangalia, yani atapata shoku. Yani umepita mpaka hata ule mwanamke aliyotoka damu miaka 12, wewe umeenda zaidi. Nataka nikwambie ulipata changamoto gani, kwa sababu inaonekana ulikuwa bado binti mdogo wakati damu zinatoka muda mrefu. Ndiyo. Sasa changamoto gani zaidi ulipitia? Changamoto ambayo nilikuwa naipata ya kuishiwa damu mwilini. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo imenisumbua, kwa sababu ilikuwa ukitokwa na damu lazima damu mwilini pia inaisha. Kwa hiyo nilikuwa nina afya tu ya kudhoofu, naishiwa damu. Na kingine ni ile tu kukosa comfortability kama mwanamke. Okay, sasa wakati unasoma, ndio ulikuwa shule? Ndio. Ilikuwa inakugharimu vipi? Kwa mfano kama unavyosema inatoka mfululizo, ulikuwa unawezaje kwenda shule sasa? Kwa sababu nilikuwa nasoma boarding, ila siku zingine nilikuwa nikienda darasani, siku zingine siendi kabisa. Ikiwa imekuja mfululizo. Kwa hiyo lakini shule ulifanya vizuri? Nilimaliza vizuri mpaka kidato cha 6. Ulifanya vizuri? Ndio mama. Ukafaulu? Ndio mama. Kwa neema ya Mungu. Ndio mama. Kama ulikuwa saa nyingine uingii darasani ni changamoto. Baada ya hapo mimi nilipofika chuo tatizo lilikuwa linaendelea. Lakini nilifika sasa muda nika give up tena kwenda hospitali kupima, kufuatilia. Kwa hiyo nikaacha hiyo issue iendelee hivyo, kufanya tena kitu kingine zaidi. Baada ya hapo mama yangu akaniambia ni engage kwenye mambo ya maombi. Nikawa nikiombewa. Nitaona period yangu kama wanawake wengine kawaida kwa mwezi mmoja au miwili. Baada ya hapo nikiingia tena inarudi tena ile una bleed mfululizo. Ndio mama. Kwa kwenye maombezi ulienda mara nyingi au ulienda tu kidogo? Yani kwamba au maisha yako yote yamekuwa ya kuingia kanisa hili mara hili ukitaka solution? Hapana, ilikuwa ni mwaka 2023 ndio kaanza kwenda kwenye maombi. Ndio nilihusisha ili swala kwenye maombi. Kwa siku zote hizo miaka yote ulikuwa unashije? Yaani ulikuwa unaenda kwa hospitalini tu au na kwa waganga? Ilikuwa ikizidi damu kuwa nyingi, natumia tu dawa ya kuikatisha ambayo kuna vidonge na kunywa 3 inakata kabisa. Kwa hiyo ukawa unaishi kwa ajili ya mtindo huo? Ndio. Ukiona damu imezidi unatafuta vidonge vyako 3 unakunywa, inakata. Na ikikata inakaa muda gani sasa? Inakata ndani ya mwezi huo, na ikikata hauoni tena. Yaani unaweza tena ukaruka miezi 3, 4 hauioni tena. Kwa hiyo inazuili, yani ile dawa inazuia isitoke miezi 3. Ikija kufumuka sasa ndio inatoka kwa nguvu, ni nyingi, nyingine iliyo Uganda, yani ni shida tu. Pole sana. Asante. Okay, kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na ulivyokwenda makanisani kuombewa ilikuwa inatokea nini? First time wakati nimeenda sasa kwa ajili ya hii shida, nilivyoombewa spirit zilirise, lakini baada ya kuombewa pia, lakini tatizo pia halikuisha kabisa. Niliombewa, nilitake time kama hivyo nilivyosema, ilikuwa ni miezi 2 ambayo vitu unaona kama vimekaa sawa, lakini baadaye tena mambo yaliendelea vile vile. Okay. Ndiyo. Lakini baada ya kuja sasa hapa kanisani ukakutana na nini? Siku ambayo nimekuja hapa ibadani ilikuwa ni siku ya katikati ya wiki ambayo nilialikwa na mtumishi wa madhabahuni hapa. Nilikuja kawaida tu. Yani nilialikwa, lakini mimi nilikuja kwa siku, yani nilikuja kama nimeenda ibada ya kawaida, kwa sababu ilikuwa sasa nimeona hata kama ile tatizo tena hata nikiombewa mambo tena yatakuwa ni yale yale. Kwa hiyo nilikuja tu kikawaida. Kwa hiyo baada ya kufika hapa, na nilifika ibada nimechelewa. Baada ya kufika hapa ukasema, mama kama una tatizo pita mbele. Na pia nilipita kikawaida. Yani sikupita kama yule mtu ambaye ninataka kupokea. Kama mtu uko serious. Ndio. Lakini nilipofika hapa mbele madhabahuni nikajikuta naanza kulia. Mungu, nikajikuta naanza kulia, ukanigusa, ukaniombea, na ukanifanyia deliverance ya kwanza kwa siku ile.
ukaniambia utahitaji uendelee kuniona kwa ajili ya maombezi zaidi. Na nakumbuka baada ile Jumatano, Ijumaa nirudi tena. Ukanifanyia total delivery. Ambayo hiyo siku ulinifungua kwa ukubwa, na baada ya hiyo siku Ijumaa kupita Jumamosi, Jumapili damu haikutoka tena, yani ilikauka kabisa mpaka leo. Kwa ulivyo kuja Ijumaa ndio ukapata total deliverance? Ndio mama. Kwa hiyo tangu Ijumaa ile ulivyotoka Jumamosi uliona kidogo au haikutoka Jumamosi? Jumamosi ilikuwa imetoka kidogo, alafu Jumapili haikutoka tena kabisa. Kwa mpaka leo? Mpaka leo mama. Haijatoka tena kabisa damu? Ndio. Okay. Kwa hiyo nakumbuka wakati na kufungua. Ndio. Kulikuwa na spirit ya nyoka. Ndio. Hivi ulikuwa unaelewa pale ulivyokuwa unaongea? Kuna vitu ulikuwa unavielewa, ulikuwa hujui chochote? Nilikuwa naelewa, ila tu huwezi kujicontrol. Ndio. Na akasema mimi ni bibi yako? Ndio. Okay, baada ya hapo uliniambia bibi alikutafuta baada ile total deliverance. Bibi alianza kupiga simu kwa mama? Mimi baada ya kutoka hapa, baada ya deliverance, wakati tuko tunafanyia deliverance, simu yangu mama alikuwa akinipigia simu. Lakini mimi baada ya kutoka hapa nikakuta missed call, nikasema nimpigie. Nilivompigia akaniambia ujambo, nikamwambia si jambo. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia nimetoka kanisani. Nikamwelekeza kwamba nimetoka kanisani kuombewa na yote yaliyotokea. Akaniambia bibi yako leo kanipigia simu. Kwa kuja kuangalia ule muda, ile saa ambayo bibi amepiga ni ule muda ambao sisi tulikuwa huko tuko kwenye deliverance. Kwa hiyo nikamwambia na kule kwenye deliverance kuna spirit ambazo zimeinuka kama miungu ya bibi. Ulikuwa unamwambia mamako sasa? Ndio. Na yeye mwenyewe akashangaa. Akasema na mimi nimeshangaa, kanitafuta leo, ananiuliza watoto wazima hawajambo. Sio kawaida yake huyo bibi. Na sio kawaida yake kutupigia simu kutuambia si wazima, hatujambo. Huyo ni bibi yako mzaa baba mzaa mama? Mzaa baba. Ni bibi mzaa baba? Ndio. Okay. Kwa hiyo sio mtu ambaye anakufuatiliaga, sio mtu ambaye anakupigiaga simu mara kwa mara? Mimi huaga kabisa, anitafutagi kabisa. Hakutafuta kabisa? Ndio. Kwa hiyo ulishangaa siku hiyo hata mamako ina maana hawako karibu kivile? Huwa wanaongea, lakini kwa ile siku tulishangaa tu kwa nini anaulizia watoto hawajambo. Na kwa kupiga amepiga simu mara nyingi? Na amepiga. Ndio. Okay. Endelea. Kwa hiyo nikabaki tu nimeshangaa na kumshangaa Mungu. Lakini sasa nilipofika nyumbani mama akanipigia tena simu. Kuna dada yetu mkubwa akampigia mama, akamwambia mama, bibi anaumwa. Anaumwa nini? Anaumwa miguu. Mama akanipigia akaniambia, naambia tena sasa hivi bibi yako anaumwa miguu. Kwa hiyo mimi nikasema za kumjibu pale. Mimi nikamwambia tumwache Mungu aendelee kufanya kazi yake. Yes. Kwa hiyo unawaza nini kwamba ina maana kile ambacho kilitoka kilirudi kwa mwenyewe? Kama ni mizimu iliyokuwa na kusumbua, labda yeye anaihendo, anaipa chakula, kwa ili ilimrudia? Ndio. Kwa hiyo tangu siku ile baada hapo bibi aliwatafuta tena? Hapana, na wala hatujui anaendeleaje mpaka leo. Hamjamtafuta kabisa? Lakini wakati huo naambiwa anaumwa alikuwa na hali gani? Wakati ule yani umeambiwa kwamba anaumwa, hali yake ilikuwaje? Ilikuwa ya kawaida? Maana tunavyosema utarudi ulikotoka. Kila pepo rudi ulikotoka. Sasa kuna mizimu, kina bibi wengi wanapenda mizimu, wanaitumikia mizimu. Hasa kama ni roho ya mzimu au kama kuna maagano aliyaingia. Kwa hiyo tunaposema rudi ulikotoka kwa yule aliyekutuma, unakuta spirit inaweza kafanya nini? Ikamrudia. Kwa sababu tunaweka doti, kwa sababu tunasema baada ya kutoka hapo akaanza kuwatafuta na kuza watoto wazima. Ni kama kule aliona kuna ishara fulani sio nzuri. Kwa hiyo mpaka leo hujajua kama alipona au bado anaumwa? Hapana. Hujajua Ndiyo. Okay, kingine nataka niulize,
kulikuwa na changamoto gani hasa kwenye mahusiano ulivyoanza kuingia kwenye mahusiano? Kwa sababu kama binti miaka 26 ina maana tayari kuna umri wa mahusiano, si ndio? Sasa hiyo ilikupa changamoto gani kwenye mahusiano yako? Kabla ya deliverance mimi nilikuwa nikikaa kwenye mahusiano yoyote simalizi mwezi au miezi miwili au miezi mitatu. Haumalizi mwezi? Ndio. Sababu? Hamna sababu ya maana, either na mara nyingi huwa mimi ndio huwa nayaachisha hayo mahusiano kwa sababu ya ile hali ya kutokuwa comfortable unapokuwa na mtu na damu inatoka mfululizo, unaona sasa nitaendaje, labda yani au ni nini, au nitaingiaje kwenye mahusiano, kwenye ndoa, hata kwenye ndoa inaingiaje, au ni kitu gani? Halafu bad enough ilikuwa ni hivi, nilikuwa naweza nistokwe damu lakini niki-engage kwenye mahusiano hilo tatizo linatokea frequent nikiwa ndani ya mahusiano. Linaanza hapo? Yani nikiwa ndani ya mahusiano lazima, yani au kama kuna mtu ambaye ninataka kuanzisha naye mahusiano, hata kama sijaanzisha naye, hiyo tatizo hiyo hali lazima inatokea. Yani once tu mtu akikupenda, mkianza tu labda yani ule ukaribu, lazima lije lile spirit. Ndio. Kwanza kutoka damu fululizo. Ndio. Pole sana. Asante. Okay, kwa hiyo sasa hivi hebu niambie, kwa nini umesema total deliverance? Kitu gani kilitokea wakati unafanya deliverance? Uliona kuna kitu kimekutoka? Uliona kuna kitu kimekuvuka? Kama mwanadamu unaweza kufeel kwamba kuna kitu kimekuachia. Kuna kitu gani labda kilibadilika mwili wako, yani mpaka one total deliverance nje ya damu kutoka tu, lakini unaona kuna tofauti ipi? Yani mimi binafsi kabla hujajibu nimeona umeglow, yani nimeona urembo umeongezeka. Umekuwa katamu, yani umeglow, yani sio yule uliokuja. Ndio ulikuja msichana mdogo, lakini mtu uliochoka. Yani unaelewa ni binti mdogo lakini ulikuja soka uso wake kaliko kwa kametakata. Ulikuja mtu kama mtu amevunjika moyo, amekata tamaa, lakini sasa hivi yani umekuja leo nikashangaza, jamani binti yangu kume mrembo hivi. Shetani alikuzeesha. Hebu niambie sasa kitu gani ambacho labda unaona kama nimekuwa wa tofauti? Kwanza lazima tujue kwanza utofauti wako ndani na nje. Utofauti ni kweli kama unavyosema mama. Ni mkubwa. Kwanza ile siku ambayo nimetoka hapa, nilisikia mwili mwepesi sana. Yani kuanzia kichwani mpaka mwili mzima. Kwa sababu kwani kichwani kulikuwa na uzito sana. Kulikuwa vipi? Hebu niambie historia hicho. Sasa kichwa kilikuwa kana nini? Nilikuwa nikikaa. Ulikuwa na shida gani yani mwili wakati hiyo? Nikikaa upande wa uso wa mbele naona kama unavuta. Huku nyuma pia unavuta. Kwa hiyo nakuwa ni mtu ambaye yani kama siko normal person, yani siko sawa kabisa. Naweza nimekaa na watu nacheka, lakini mimi najijua siko hapo. Huko hapo. Yani nacheka nje lakini ndani na mimi the way ninavyojijua ni tofauti. Okay. Kitu kingine nilikuwa nina mzigo mkubwa hapa kwenye kifua, especially hasira, wasiwasi. Nilikuwa nina yani full of anxiety. Wasiwasi mwingi sana. Ambao unatokana na nini? Bila sababu hata sijui. Ulikuwa tu unaishi maisha ya wasiwasi na hasira ndani. Ndio. Na kitu kingine ambacho pia nilijua kama hii ni total deliverance baada ya kutoka hapa, yani nilikuwa ni mtu mwenye majuto sana. Sifanyi mambo mabaya kwamba nijute, lakini nilikuwa ni mtu ambaye najiona tena sina thamani. Wakati huo sasa kabla ya deliverance. Ndio. Kwa hiyo baada ya deliverance kitu gani kilitokea kwenye kifua chako ulichosema kimejaa kichwani si nini, nawe majuto kikatokea nini? Na nakumbuka niambia ulikuwa na sauti. Niambia ulikuwa unasikia yani kama kuna sauti zinaongea. Ilikuwa ni kama nimekaa peke yangu nataka kufanya kitu. Kitu kizuri tu ambacho kitanipa mimi majibu ya positive kwa ajili ya maisha yangu au mtu yoyote. Itakuja sauti itakwambia wewe unafikiri unaweza kufanya hicho? Usifanye. Au wewe ni mjinga. Yani vitu
vitu, sauti za negativity tu kwao naacha. Au saa nyingine labda kama kitu nataka kufanya hata kama ni kwa ajili ya Mungu utasikia tu sauti usifanye. Au wewe uone kama yani zile negativity tu zinaendelea, au inanifanya nisiwe na sauti ya kuongea, nibaki na kama na kitu kizuri nibaki nacho ndani, nisikitoe nje hata kama ni kwa ajili ya Mungu au mtu mwingine. Yes. Na pia ilikuwa ile hiyo ya sauti tangu utoto ndio ilikuwa hivyo, yani ndio kama kama ile spirit ambaye ilikuwa imekumiliki inayosababisha kutoka damu ndio ilikuwa imeunganisha, au hiyo hiyo ilitokeaga vipi? Yani mamangu mimi, ukiachana na Mungu kuniokoa kwenye hii hali ya kutokwa na damu, umenifungua vitu vingi sana. Vingi. Mimi ni mtoto ambaye nimezaliwa kwenye familia ya dini kabisa. Lakini ni mtu ambaye tangu nakuwa najiona kama watoto wadogo wenzangu wengine. Ni mtu ambaye sio mtu wa kuwa na social mwingiliano na watu. Yes. Kwa hiyo ile imeni affect kwa muda mrefu. Sasa nadhani shetani huaga akiona kitu kama hicho huaga anaweka vitu vingine ili mtu uendelee kuwa mtu kama sio wa kawaida. Kwa hiyo nimekufungua vitu vingi. Hebu anza kusema kimoja baada ya kingine. Samani, lakini kwa sababu watu watatuangalia, sawa? Ndiyo. Na watu watakaotuangalia wanahitaji ukombozi kupitia ushuhuda. Na Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia, sio neno la Mungu tu. Hata ukisikia ushuhuda wa mtu, imani ya mtu huwa inainuka, kwamba kumbe hizi sauti ninazosikia sio hali ya ya kawaida. Kumbe hiki ninachokipitia sio hali ya kawaida. Ngoja nimkimbilie Yesu. Hebu eleza hapo kidogo. Nje ya kwamba umepata ukombozi kutokwa na damu miaka 13, lakini na vingine ambavyo Mungu wakati ya deliverance viliondoka, hebu tuambie. Sawa. Ukiachana na hizo sauti, nataka niwaambie watu ambao wananisikiliza leo, ukiwa ni mtu ambaye mnyonge, yani unapenda kujiona we ni mnyonge, hauna thamani, ufai, hiyo hali usihiruhusu kabisa. Kwa sababu shetani pia anaitumia hiyo kukufanya uendelee kuwa mnyonge zaidi, ujione ufai zaidi. Mimi kwa kweli hizo hali zilikuwa zinanifanya nitamani hata kufa. Lakini baada ya kufanywa deliverance hapa, na mimi nikajiona kumbe na mimi ni mtu nina thamani. Kuna mahubiri mengine mama hapa ukifundisha mimi ananiponya binafsi, kwa sababu nilikuwaga nimeshajikatia tamaa. Mimi ni binti mdogo. Kama fundisho gani? Kwa mfano kuna siku ulifundisha ukasema Mungu hataki utie huruma ndo akusaidie. Mimi nilikuwa nikizani labda ile ninavutia huruma anakuwa peke yangu. Kwa mara nyingi ulikuwa unajitenga. Najitenga. Mimi waga sio mtu wa kuongea sana na watu. Kwa hiyo kajua kama Mungu anakuona vile unavyokuwa unajihurumisha, ndio ananionea huruma. Shetani ni muongo. Yaani shetani anaweza kukuweka kwenye keji, kwenye kitu fulani ambacho akili yako inakupa kama vile Mungu anafanya nini, anakuona. Kumbe hapo ndipo unapokosana na Mungu. Kwa sababu Mungu amesema hivi, hatimaye muwe hodari katika Bwana, si ndio? Sasa kujihurumisha huo sio uhodari. Hatimaye tuwe hodari katika Bwana. Kwa hiyo Mungu anapenda kufanya kazi na watu mahodari. Ina maana Mungu anaingilia pia vita ya watu mahodari. Sasa unapojihurumisha vile, yani kama unataka Mungu akuone, kumbe anakupita. Kwa hiyo kujihurumisha imekaa muda gani kwenye maisha yako? Muda wote huo mpaka juzi ulipohubiri nikapona. Kwa jamani viewers, watu mtakao niangalia, shetani ana tekniki nyingi. Shetani ana tekniki nyingi za kukuweka kwenye keji, ambayo hiyo keji wewe utaona kama uko salama. Kuna wengine mnaishi kwa huzuni,
yani mtu anakaa kwenye huzuni ili akidhani Mungu atamuona. Kuna mwingine ni mtu wa masikitiko, wengine mmejaa uchungu. Hivyo vyote vinakutenga na Mungu. Sasa huyu alikuwa anasema ameishi maisha tangu mtoto ya kujihurumia, yani anajihurumisha, yani amejihurumia mpaka ile huruma imepitiliza kwamba anaona kama Mungu anamhurumia, lakini huko akipoteza mwelekeo. Na katika kujihurumia huko na kuwa mnyonge, yani kwamba hakuona mpenyo mpaka alivyokutana na fundisho kwamba Mungu hafanyi matendo makuu kwa sababu unajihurumia, kwa sababu eti wewe unaishi kihuruma. Mungu anafanya matendo makuu anapoona tu moyo wako uko free, pamoja na kwamba unapitia vitu vigumu, unatupa vyote nyuma, unamwangalia yeye. Ndipo hata ile roho yenyewe ikakimbia, sasa ikakosa nguvu. Sasa viewers, unahitaji kuijua kweli. Kweli ndio inakuweka huru. Ina maana deliverance ya kwanza, binti yangu, ulijua nini? Kweli. Endelea. Kwa hiyo hizo hali kama hizo ni Mungu amenisaidia, ndio maana nasema nimefanyiwa totally delivered. Kwa hiyo ile kujihurumia hakuna. Sina tena. Mawazo yale ya kinyume hayapo. Hayapo tena. Ule mzigo kwenye kifua haupo kabisa. Huku nyuma nipo sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni siku moja tu hiyo Ijumaa, kufumba na kufumbua, vitu vyote vikakuachia. Ndio mama. Na sasa hivi uko huru kabisa. Unalalaje kama mtoto mdogo? Ndio. Okay. Unawaambia nini watu ambao wanakuangalia? Kuna mabinti, kuna wanawake, kuna wababa wamefika mahali wameshindwa, wamekata tamaa, wamezunguka makanisani, wamezunguka kwa waganga. Unawaambia nini? Kwamba Yesu, yani unawaambia ni kitu gani cha kuatia moyo watamani tena kuinuka? Kwa sababu unajua watu wengi walizunguka kama walivyokuja kikawaida, kwa sababu ulizunguka mlima miaka 13 mwanangu, sio midogo. Hata ulivyokuja kama vile tu, kwa sababu rafiki yangu amenikaribisha, ngoja tu niende. Kama ukuja kwa ukuwa naamini, ulikuja tu kwamba ngoja ni kama kumridhisha rafiki yako, lakini hukutegemea kama Mungu ndio wakati wake. Okay, unawaambia nini watu? Hii nitaifanya kwa watu wote. Yes. Si wanawake, si wanaume. Yes. Mungu anafanya na Mungu anatenda. Haijalishi umezunguka sana, umehangaika sana kwenye kitu chochote ambacho unatamani Mungu akutendee. The Bible said imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo kwenye kila kitu ambacho umekiomba sana, umekitamani kitokee sana, umevumilia, unaona umechoka, yote yana mwisho, kama mimi ilivyokuwa mwisho kwangu. Kwa hiyo usichoke kumwomba Mungu wala usimkatie tamaa Mungu. Na the good thing kwamba siku ambayo labda mtu akakwambia labda wewe si mtu wa kwenda kanisani, lakini mtu akakwambia labda dada yangu karibu kanisani, yule sio yeye, ni Mungu anaongea na wewe. Yes. Kwa muda mwingine ambao una ignore hiyo sauti ambayo Mungu anakuwa amemtumia mtu, ndio unapoteza muujiza wako, uponyaji wako. Kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuignore mpaka, yani ni neema ya Mungu kubwa ambayo ilikuwa inanitafuta, ndio mpaka nikafika hapa. Kwa sababu ile siku ilikuwa nisije kabisa. Kwa nini? Sijui sababu pia. Yani ilikuwa na mkwepa, yani mpaka naona muda uende. Ulikuwa na mkwepa rafiki yako? Ndio, kuja hapa. Lakini na yeye akasema lazima twende. Nikamwambia sina nauli, akanambia Bolt nalipa. Nikasema sasa nifanyaje? Nitamtorokaje huyu? Kwa hiyo na sio kama nilikuwa sina hiyo hela. Ni maroho, najua. Ila tu nilikuwa nikasema ngoja nimtry kwa namna hiyo. Lakini Mungu akanisaidia kwa neema yake mpaka nikafika hapa. Kwa hiyo the good thing ni kwamba ukiona mtu yoyote, rafiki yako, mama yako, anakuambia njoo kwa Mungu, kuna 1 2 3, usichoke. Ukichoka au ukikata tamaa, unapishana na muujiza wako, uponyaji wako, na unapishana na Mungu kwa kweli. Huo ndio ushauri wangu kwa watu wote. Okay, sawa kabisa. Viewers, umesikia jinsi Mungu alivyofanya matendo makuu, ishara na ajabu. Sio kitu rahisi sana binti kutoka damu miaka 13
na sio ilikuwa kutoka damu, kulikuwa na maspirit ambayo yalikuwa yanasababisha hicho kitu, kwamba alikuwa tu akianza kujiengage kwenye mahusiano damu inaanza kuvuja hapo hapo. Yani ile roho na kwa sababu tu hatukuchukua video wakati tunafanyia ile deliverance, kwa kifupi tu alikuwa amekutana, alikuwa ana spiritual husband, alikuwa anasumbuliwa na jini mahaba, kwa sababu mimi ndio nilikufungua. Kwa hiyo jini mahaba anapokuwa kwenye maisha yako, kwanza analeta gharama nyingi, mahusiano hawezi kuseto, magonjwa lazima, na mitazamo mingi, kwa sababu jini mahaba sio rafiki. Na wewe kama unatuangalia unateswa na kitu chochote, karibu Arena of Liberty. Ibada yetu ya ukombozi mahali hapa inafanyika Jumatano na Ijumaa. Ijumaa ni siku ya mimi Apostle Devota kumwona mtu mmoja mmoja bila gharama yote. Unakuja mapema kuanzia saa 4 mpaka saa 10. Usije saa 9. Maana saa 9 nitakuwa tayari na watu namaliza nao. Kwa hiyo kuanzia saa 4 namwona mtu mmoja mmoja hapa kanisani Arena of Liberty. Na Jumatano ni ibada kabisa ya kawaida ambayo nafanya kuhubiri na deliverance. Nikukaribisha wewe mtu unayeniangalia kokoto uliko. Kanisa letu la Arena of Liberty liko Dar es Salaam, Sinza Kamanyola, nyuma ya Mgabe, ukumbi Makutibi. Ukiwa unatokea Shekilango utakutana na kibao chetu moja kwa moja. Ukiwa unatokea Sinza madukani utakutana lazima ukazungukie Shekilango, urudi kwenye kibao ambacho ni pale Sinza Kamanyola, kituo kabisa, kituo cha Sinza Kamanyola. Utaona kibao chetu kimeandikwa Arena of Liberty. Nikukaribishe wewe mwanamke, wewe baba, wewe binti, usikae na magonjwa. Yesu bado ana majibu. Miaka 13 kutokwa damu na kuwa na mawazo na kujitenga na kujihurumisha, ile ni spirit ambayo ilikuwa inamchukua, yani kwamba kumfanya wewe wa kwake peke yake ili mtaabishe. Lakini nashukuru Mungu leo amewekwa huru. Shalom, tunakupenda, tunafurahi. Jumapili ibada yetu inaanza saa 3 kamili mpaka saa 6. Na kukaribisha wewe mtu katika ibada za hapa Arena of Liberty. Zaidi ya yote, kama una private unaweza kuniona, basi kuna namba zetu unaweza kupiga ambazo ziko kwenye kibao. Labda nikutajie namba wewe ambao unataka kuonana mimi binafsi, sio hii ya one on one ambaye kuna kundi. Basi kuna namba 0655 296 484. Unataka kuonana na mimi uso kwa uso, yani tukae mimi na wewe wawili peke yako, nikushauri, nikutie moyo, nikuombee, iko namba hapo. Lakini Jumaa ni ibada, ni siku maalum ya kumwona mtu mmoja mmoja. Mungu awabariki sana, na wapenda sana. Karibuni sana Arena of Liberty International Ministry. Mungu awabariki sana. Shalom.